Mweri umwe muthiru tafarira ya njera-ini citu ni aingirire njera-ini ya atumia ya Lang'ata na kumurika rugano rwa muiritu uyu wohetwo njera ihinda ria miaka 3. Uyu ni Dorothy Katuru donanitie mbica ciake muiritu na erigireire kuheo mwana. Athaithanaga one mweke wa kuma njera na arendaga atanahirwo na mwana njera. Huyu ndiye mtoto wangu wa kwanza. Nilikuwa nimejipanga vizuri juu nilikuwa niko kwa kazi. Lakini sasa nimeshikwa, sasa sijui kutaenda aje. Pesa nilikuwa nimetega ya mtoto nishatumia already. Muiritu uyu agathikitwo kioho giki thutha wa guthaka mari mbeca cia kiama. Nilishikwa date 15 nikapelekwa police station, tukaongea, wakasema wanataka pesa yao, ndio nikapelekwa kotini date 17, ndio nikafungwa nikaletwa huko. Thutha wa kumemerekia rugano rwa muiritu uyu, tafarira eno nirakinyeire mundu wa wendi mwega na guteithia muiritu uyu mutumia munini kuma njera. Riu niwe uyu mwena wa Pipeline guko Nairobi akiinukia kana mari hamwe na mumuteithia. Riu arahiuhirio ena wiathi atekuona thingo cia njera. Aranjira ena gikeno kiingi. Nilikuwa na mimba, nikiojua nilikuwa na 7 months. Sasa niko na mtoto, niko na 1 month. Nilizalia huko jela, nikatoka tu na yeye vizuri. Lang'ata prison watu wanaweza shikwa ukiwa na mimba kufanya makosa. Unazalia huko, unaweza kaa huko. Lakini maisha huko si mzuri hata kidogo. Watu huko wanateseka, si pahali pazuri. Nimejifunza mengi kutumia pesa yenyewe kubet. Ni vibaya sana. Unaweza kaa jela maisha yako yote. Ni vibaya, sitoi tena. Mutumia uyu aramureheire ciringi 283. Hamari twajitagwo Liz Fred na ndi murimi na ni ndutaga biashara yao ya kwendia indo iria nimaga. Kwa muthenya wa keri hwaini hurukite ni nderoreire episode ya njera-ini citu na ngiona muiritu etagwo Dorothy Katuru anyitetwo ni undu wa kuthana mbia cia kiama. Na hwaini ucio ndathi toro uhoro ucio ni wathumburire na ndokera rucini ni nderire muthuri wakwa ni ndiraigua guthii kuruta muiritu uyu. No horia ndambiririe rucini ndaikarire kuu kuma thaa 3 kinya thaa 11 tukiinuka na Dorothy na ngimwira mbeca ici ndakurihira ti mbeca nguigite handu citari na wira. Mbeca icio ni ngiagurire ngurwe irio, ni ngiagurire ng'ombe irio, ni ngiekire maundu maingi. No tondu Ngai ni aheire murigo wa muiritu uyu, ngiuga ni ngo sacrifice mbeca icio. Na tondu ni ngoretwo na ngoro yo ya guteithia andu, tiria mbere nda teithia mundu na mostly ndikoraga ni nyitagirira atumia muno kana iritu, tondu ni ndi ngoro ya ku empower women na ku make sure they are living a good life. Marauga tafarira ino ni uteithio. Pinde inoro mimi nimeona watu wengi wana watch. Juu unapata hadi watu wengine si Wakambo, si Wakikuyu wana watch. Wakamba pia wana watch. Watu wengi unapata napita huko kwa barabara watu wananisalimia wananiuliza kama mimi ndo niko Inoro. Kwa hivyo hiyo kipindi inasaidia sana watu wa kuwatch. Watu wengine wanasaidika huko. Njera-ini citu ni program njega muno na ni tumaga yaririe andu. Tigona guteithia mundu kuma njera ni heaga andu maundu maria mangihota utume kunyitwo. Gutire mundu utangingira njera. Na andu aria maingiraga njera amwe ti criminals, ni andu mekorire handu matetanyite gukorwo ho. Koguo tafarira eno ni thii na mbere na ni tafarira njega muno, ni tutumaga ona ithu tucenjie mitugo itu tondu gutire mundu mwega. We are all not righteous. Naweza sema asante sana kwa watu wa Inoro TV, wamenisaidia. Kwanza Simon Kibe amenisaidia kwa kunioji, hiyo story yangu imesambaza nikasaidika. Tugitigana na icio cia Dorothy Katuru, haha hena uhorogi wi njera ya Nyeri tafarira-ini ino ya njera-ini citu. Kwa majina naitwa Moses Kimani ama Wangai.
na hapa ni Nyeri Maximum Prison, na mimi ni mfungwa ambaye nilifungwa 2021 mwezi wa 10, na nimeletwa na kesi ya defilement na nimefungwa life imprisonment. Kwa sasa hivi niko na miaka 21, na wakati nilishikwa 2019 nilikuwa na miaka 17 na nilikuwa student wa form 3. Baada ya hapo nikatoka, nikaenda remand, nikatoka na cash bill. Baadaye nikarudi tena shule, nikarudia form 3 tena, nikafungwa wakati ambapo nilikuwa form 4. So I did my form 4 exam in Kamiti. Nilikuwa naishi Gatanga, pale panaitwa Katiguru, ndio nilikuwa nasomea hapo. Na kuhusu wazazi wangu walifariki 2016. Nilikuwa naishi na mama peke yake. Mama sikuwa namjua, baba sikuwa namjua. Mama ndiye tulikuwa tunaishi na yeye, kagonjeka kwa muda mrefu, nikamnas. Na wakati alifariki wakati nilikuwa nafanya KCPE, akafariki. Na baadaye ndio 2017 nikarelocate kutoka Thika nikaenda Gatanga, na hapo ndio tulijadili na watu wa familia siwezi kaa kule kwa shamba ya mama, manake alikuwa ameachiwa shamba. So digeikarire korea deika, kabidi niende kwa my aunt, dada yake mama yangu. Wathire atia ugikora njera mwanake? Safari ya kesi ilianza wakati ambapo tumefunga shule. Tulikuwa tumeshafunga shule na nilikuwa najiandaa, manake nilikuwa nimeitwa conference. Kuna conference ilikuwa inaanza Monday ya PCA, na ndio nilikuwa nimeitwa niende tukashiriki na vijana wenzangu mahali pale. So nilikuwa nimejiandaa, na naosha nguo, uniform, napiga viatu, rangi na homework. Na nikatoka nikaenda kuomba kitabu kwa rafiki yangu alikuwa wa form 3. Nilikuwa naenda kuitisha kitabu ya TF ili nifanye homework na notes nimalizie ili niende conference. Na hapo ndipo sasa nikakuja nikashikwa. Hata ni watu ni mobo walikuja wakanipata, naambia Wangai, kuja unahitajika. Kaambia na nani? Unatafutwa na chief. Nikamwambia basi sawa twendeni. Nilipofika nyumbani, hapo ndipo sasa nilipochukuliwa nikapelekwa kwa Mukarara kwa chief. Ndio akaniambia wacha utajulia mbele. Nikafika mahali pale, nikauliza makosa ni nini. Kaambia wacha tutakwambia. Baada ya hapo ndio niliona my cousin wangu akakuja akasema tumelala na mtoto wa dada yake ambaye anaitwa Lucy. Kamwambia hakuna kitu kama hiyo. Kasema wewe ndio umekuwa mkifanya na yeye kitendo huko. Na ameniambia kwambia mimi hata sikuwa nyumbani, sasa hizi ndio nimekuja. Mwanake uyu arajera uyu shira wale wa maigirira matheri. Kitendo hatukutenda na yeye, manake sikuwa nyumbani. Na hata wakati vipimo zilipotolewa na P3 ya msichana, hakuna spermatozoas zilipatikana, hakuna kitu ilipatikana, bruises, hakuna kitu ilipatikana. Lakini ile kitu msichana alipatikana nao, hymen was broken. Lakini hiyo mambo ingine ilikuwa iko sawa, hakuwa ameguzwa na mtu. Umeona? Na tena pia mimi sikuwa nyumbani, sikuwa hata karibu na nyumbani, nilikuwa mbali. Wakati ninarudi ndio ninaambiwa. Kiini na chanzo, huyu mzee anaitwa John Gethiora, tumekuwa na vita naye tangia nilipokuja huko 2017, early 2017 tumekuwa na mzozo. Manake alikuwa anaenda na kunywa pombe, anakuja analeta vita, anapiga mke wake, anapiga pia mama yake, anakuja sasa kwangu. Na nimempeleka police station mara 2 na OB numbers niko na 1. Wakati nilifungwa walienda wakachokora nyumba, sikupata 1, lakini OB number niko nayo ambao nilimstaki. Wakati alikuwa amekuja akavunja mlango wa nyumba yangu, alikuwa adhani niko ndani. Arauga shira uyu agenda urorwo keri, hihi muturire wake ndugathirire njera ona itheru. Even though mama yangu hakuwa na uwezo wa kuzaa, mimi ni wa kununuliwa, sikatai, nimekubali. Lakini wajue nimejua, yes, mimi sikuwa damu yao, mimi sio wao. That's why maneno mengine wakati nilipojua ndio nilikuja kugundua kweli ile maneno my cousin alikuwa natupa ilikuwa inaniegemea mimi, but hiyo time niko huko sikuwa najua.
Jumanake alikuwa anasema Kamuto tasio ketu mnashinda mwigathaitha gake ni aende na huko kwenye alitoka, lakini ni ajua kwamba nimejua na mimi sina shida. Nashukuru manake unatupatia courage na hopes, na pia wale ambao tunasikia wanasaidika kupitia program hii ndio inatupatia pia nasi nguvu ya kuja hapa tukeiturura ngoroshito, tunasema ukweli, tunasema vile ambavyo kulivyoenda. Na manake pia hii video tunajua inafikia wakuu wa magereza, inafikia pia majaji wetu, bado pia tunajua wanatusikia. Before tuende kwa bench, kwa meza, bado wanatusikiza na wanatuona, wanajua huyu mtu ni kweli alitenda ama hakutenda, na anaangalia file. Vile ambavyo tunavyosema hapa, hivyo ndivyo file iko. So tunashukuru sana manake wewe inatutengenezea hata tukitoka pale nje watu, the community, nimekomenya ya kwamba Modoshi yoi dahititie, Modoshi yoi dekete una. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.